Jina la Yesu Kristo. Sana tuweze kurudi ndio tuweze kusoma pamoja. Kwa hivyo ningeomba tu nianze mahubiri. Lakini ningeomba kuuliza mwalimu wangu, mzee wangu. Tukiwa pale nimekatishwa, lakini sikuambiwa tuhubiri katika gani. Hello church. Sasa nataka tufanye business. Ni saa 6:30 na kanisa hili limebeba hakuna michango mingi. Ni haraka kwa neno na Mungu awabariki. Lakini pia michango pia ni muhimu. Hata makanisa mengi ikiwemo yangu hadi nimetoka. Ni kweli saa hii ndio mahubiri wanataka kuweka mbele kwa sababu michango. Na mzee mmoja akaniambia nataka kuacha kanisa mwalimu sababu ya mchango. Kwa hivyo wazee wangu hapa naona kwa kweli mmefanya vizuri, watu hawatatoka kanisa, si ndio? Ni mhubiri dakika ngapi? Nataka kufanya business. Ni mhubiri dakika ngapi? Hello church. Ni mhubiri dakika ngapi? Kiongozi, ni mhubiri dakika ngapi? Asante sana. Hapa kuna mmoja amesema mpaka Mungu afanye nini? Aongoze. Na nashukuru sana. Maana pastor aliuliza hiyo swali. Mahali fulani. Akaambiwa mhubiri mpaka Mungu afanye nini? Atakapomuongoza. Akaanza saa 6 kama saa 8. Mhubiri saa 7. Akahubiri saa 8. Akahubiri saa 9. Akahubiri saa 10. Roho wa Mungu anafanya nini? Anaongoza. Anasikiza, anaongoza bado. Akahubiri saa 11. Akahubiri mpaka saa 11:30. Roho wa Mungu anafanya nini? Bado anaendelea. Lakini nataka kushukuru mama yetu wa Kiadventista. Kama wamekasirika na mtu ama wamekasirika na mahubiri, wanafanyaka mgomo mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Hadi wanatoka kutoka mmoja pastor yetu wa Kimbili akaita mtoto wake akamwambia mama mahali tulikuwa tumekaa naye ndio tupitie na mkoba wangu twende nyumbani. Kwa hiyo watu wakaanza kutoka mmoja kama vile Roho wa Mungu anaongoza wale pastor. Wakatoka wote kanisani, wakabaki wazee. Wazee nao wakakumbuka ni masaa kuona news, nao wote wakatoka. Pastor wetu anahubiri, akahubiri mpaka saa 2:30. Haleluya kanisa. Na Roho wa Mungu anafanya nini? Anaongoza. Kwa hivyo akaona amebaki jamaa mmoja pale kwa mlango, kama vile naona mzee pale kwa mlango, very smart, akakaa peke yake. Na kwa hivyo akamwambia mzee njoo mbele ili tuweze kuomba pamoja kwa sababu ya mibaraka ya watoto wa Mungu walikuwa wachukue, lakini wameenda nyumbani ni kuombea peke yako. Mzee akasema tafadhali naomba pastor malize kujiunga na upuzi ambao nafanya hapo mbele. Mimi nataka kufunga kanisa kwa sababu mimi ndio deacon wa kanisa ndio vinao na vipi sisi vile. Haleluya. Kwa hiyo ningeomba sana isibaki na nani? Na head deacon. Wacha tuamini tuombe. Tunataka tunaomba Baba wetu ni asante kwa sababu ya sababu ya leo. Hivi sasa tunaendelea na neno lako Bwana. Kwa muda mchache Bwana tutaongea kuhusu uzima wa milele na yale mateso ya Yesu Kristo na mwangaza wa neno lako. Asante kwa sababu ya watoto wetu wamefika, wabariki hata wanaingi ambao wameondoka, na sisi Bwana tutabarikiwa pamoja na wao katika huduma hii takatifu. Bwana naomba ukanishushe ili nasi ukaweze kupanda. Walete wote katika asisi lako na katika upendo wako. Wote wakaponywe, wakaokolewe na wakakulishwe katika mara hii ili tunapofanya matekelezo kwa mkono wako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Maandiko alisema ya kwamba fungu kuu ikasema wali na nani Sura 13 kitabu kile cha Mathayo kitaanza hapo. Na sisi kama kanisa hili wazee tunaweza kufungulia hapa chini. Asante sana. Inasemaje msomaji?
Kitabu cha Mathayo 7:13 inasema hivi, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Asante. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Ubarikiwe sana. Kwa hiyo mimi nasema hivi, ingieni sasa. Mungu ama Yesu anaambia Waadventista wa Sabato siku ya leo wasoe ya kwamba ingieni katika mlango ule mwembamba, maana njia ni pana iendao upotevuni, nayo njia imesonga sana iendao uzimani. Wapendwa wa Yesu Kristo, siku moja katika Yohana 10:14 hatutasoma, inasema mimi Yesu mimi ndimi njia, kweli na nini, na mtu haji kwa Baba yangu ila kupitia kwa Yesu. Kwa hiyo wakati tunasoma maneno haya mawili, tuna Yesu hapa Kristo ambaye ndiyo njia. Njia ni Yesu Kristo. Njia ni Kiswahili, dini ni Kiarabu. Kwa hivyo tunapoongea juu ya njia tunaongea Kiswahili, lakini dini na hii sasa ndio dini yetu ya Kiadventista. Kwa hiyo Mungu wanasema dini maana yake inasema ni njia, yaani dini ni njia. Hapa sisi anasema ya kwamba mimi ndimi njia. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwa Yesu Kristo, ukitaka kwenda mbinguni, basi tunafuata njia ambayo ni Yesu Kristo. Yesu anasema ya kwamba basi njia hiyo iendao katika uzimani. Siku ya leo wapendwa, ambao tunasoma maneno haya ya yenye maana, ulimwengu wetu wa sasa, na ndio nashukuru sana kuwa na idara hii. Ndugu zetu Waislamu, na tunaona saa 8 wanalenga ndugu zetu wa Kristo ili waingie katika njia hii, njia ya Kiislamu. Wapendwa, sisi dunia nzima iko na watu wangapi? Naomba tuongeze hapa. Dunia hii tunayoishi ina watu wangapi? Tunawasomi hapa, hata mwalimu wa kwaya tafadhali huyu. Semeni ameni kwa mwalimu wa kwaya. Ni 7 bilioni. Ameanguka na bei, maana dunia yote tuko 7.2 bilioni. Bila kuhesabu watu walikufa jana na juzi. Idadi ambayo ilitolewa kwa sasa tuko 7.2 bilioni. Katika hao watu wote Wakristo ni wangapi? Hello church. Wakristo. Huyu tunasema juu ya Mkristo ni hata ni yule mrefu. Lakini anasema Yesu ni Bwana, ni Mwokozi wako. Yaani hapa ni mtu yote anasema Yesu Kristo. Kama vile pale Githurai, salamu imetoka Githurai pale Kipo. Tunapofanya pale kitu kinaitwa debate ama mhadhara, na mimi naandika barua naenda pale Catholic, na karibu sana marafiki zetu tunaenda pale Catholic, na pia Wakatoliki tunaongea na Father. Kesho tunapanga kuwa na mhadhara pale Githurai hapo market. Kwa hivyo wewe Father, tunakuomba ukuje katika mhadhara wetu, kwa sababu tunaongelea juu ya Yesu Kristo ambaye ni Yesu wenu. Sijapo atakuwa Yesu. Sijapo leo. Sasa tunawaita, tunawaambia mkuje na wafuasi wenu wote. Lakini wewe Father hautakaa huko nje, utakaa kwa jukwaa letu wa Adventista. Kwa sababu tunataka tusome pamoja na ndugu zetu wa Kiislamu. Tena tunaenda Deliverance Church, tunaenda gospel, tunaongea na maprophets, tunaongea na marefere, tunaambia kanisa la SDA tumeandaa debate. Kwa hivyo tunawakaribisha sana ili tusome nini pamoja, sababu Yesu wetu ni mmoja. Baada ya kusoma tunabatiza watu kama 96 katika hiyo kuzuri. Ningesemaje? So huyu Yesu tunaoongelea ni Yesu wetu sote. So ninauliza swali, Wakristo ni wangapi sasa duniani? 7.2 ni watu wote. Hawa Wakristo ni wangapi?
mzee. Wakristo ni 2.4 bilioni, Wakristo wote duniani. Waislamu ni 1.8 bilioni. Nataka kufanya haraka sana, nataka tuangalie hiyo idadi. Kama Waislamu ni 1.8 bilioni na sisi Wakristo ni 2.4 bilioni, tutoke hapo. Waadventista wa Sabato sasa ni wangapi? Nataka tupige hesabu pamoja. Wa Sabato sasa ni wangapi? 600 million. Asante sana sana. Nao Wakristo ni 668,000 kote duniani. Kenya tuko 668,000 kote duniani, tuko 20 milioni. Dunia nzima tuko milioni 20 peke yake. Kwa hiyo pia hesabu ya Wakristo ambao ni wa Sabato. Sasa Waislamu imefikia mahali na hivyo nakupatia mbinu, kwa sababu wanachukua nafasi hii, wanakuja wanaongea na watu wetu, wanasoma na wao. Na ndio mzee mmoja pale Dodoma akanipigia simu akaniambia, ninaomba uje katika kanisa langu, maana niko na shule yangu ya msingi, lakini shule yenyewe watoto wangu 5 wamekuwa Waislamu. Nikamuuliza, akaniuliza iliwezekanaje watoto wako wakasilimu na ilhali mimi ndio first jana wa kanisa hili. Tuko pamoja? Nataka usikize, maana leo tunaongea hao. Leo ni nani? Sisi. Msomaji Qur'ani 10:100 inasemaje? Hebu sikiza hapa Qur'ani, sababu haya maneno lazima tuyaongee, na mchana nawaita sana tuweze kurudi tusome pamoja. Leo ni sabato ya kusoma Qur'ani 10:100. Mwalimu mkono wapanga huwa nakupenda sababu ya haraka, lakini leo sijui ni scratch ama ni Qur'ani 10:100. yaani sija nafasi. Inasemaje? Inasema hivi, na hakuna mtu nipigie maelezo yake, maelezo kamili yake sababu ya wakati. Sanadi yake inasema, na kama tulivyosema katika haya ya 25, Mwalimu 10:100 Qur'ani. Maelezo ya 100 ndio hiyo mwalimu, na 102 inasema hivi. Asante. Inasema hivi, Twende. ukimwona mwenzio amenyolewa. Ukiona sasa Muhammad, hii inasema ni msemo wa Mombasa, si kweli, na Tanzania. Lakini imenakiliwa katika Qur'ani. Ati ukiona cha mwenzio amenyolewa kwa jambo hilo unalolifanya, basi twende, kitie maji upesi kichwa chako, kwani na wewe utanyolewa kama alivyonyolewa. Asante. Hii wakati nafundisha maneno haya, huwa ninaonaga baada ya kukaa unaona simu. Mwalimu, kuna maneno ulisoma kanisani na sasa imenipata. Unajua kwa nini uyapata? Ni kwa sababu tunaishi na wao kazini. Pale unaenda hospitali, mzee nurse ni Muislamu. Pale unadua kwa duka, unadua kwa Muislamu, au Muislamu anadua kwako. Kwa hivyo hawa ni ndugu, hapana, hatutakosa kuwa pamoja. Na ndio tuko na hii idara chini ya kiongozi wetu ambaye ni Adventist Muslim Relations. Mama mmoja akanipigia simu hapa Nairobi, akaniambia naomba mwalimu ukuje kwangu kwa sababu sasa niko na shida kidogo. Nikamuuliza mami, shida ni gani? Akaniambia chuo kwangu tafadhali naomba popote ulipo, nilikuwa kazi. Akaniambia simalizike hata saa 7 maana ilikuwa saa 5. Sio na ukuja na kijana wangu ule mkubwa. Ndio nikapigia yule kijana, nikatumiwa simu namba yake, nikawasiliana na yeye. Wapendwa, nilipoenda kwake, mama amebarikiwa na ploti vizuri, ploti kubwa ya magorofa. Lakini katika ile wakati ako na watoto 6. Mmoja akasomea Kenyatta University. Sasa huyo Kenyatta University alikuwa kila asubuhi mama alipofika kwake, kumbe ndiye alisema apia Maina aje kwangu, maana ndiye peke yake tunaweza semezana na yeye. Wapendwa, nilipofika pale, yule kijana hapo anaingia kwa nyumba, mpaka pale nje alikuwa anafanya kazi zake. Nikamwambia mimi naitwa na wao na wakati yuko hapa na ndugu na dada zako, karibu kwa
tunaweza tuongee. Nilipofika yule mama alianza kulia machozi kwa kuona kijana kwa zaidi ya miezi mitatu ndiye ameingia kwa nyumba kwa mara ya kwanza. Sikiza, huyu mama anasema hivi, huyu kijana ako pale, alikuwa mwaka wa pili. Ananiambia kila asubuhi akiamka alikuwa na hali mama yake anamkana kila wakati, mmoja anamfanyia kila kitu, maana alikuwa anampenda. Lakini baada ya kuingia katika kukaa, ndio nikamuuliza shida ilitokea wapi. Akaniambia mimi nilisilimu na sisi hatutashamani na makafiri. Haya, kabisa, kwa taarifa yako, makafiri ni kina nani? Akaniambia Mwalimu Kigongo, wewe ni kafiri wa kwanza. Haya, nashukuru. Nikamwambia kafiri wa pili ni mamangu, kafiri wa tatu ni babangu, kafiri wa nne ni hawa tu na dada zangu, maana hatutagamani kabisa, na hivyo hakuna siku nitakuwa kwa hii jamii unless wasilimu kwa dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nilipata nafasi ya kuongea na yule mama pamoja na yule kijana, na kwa kweli akarudi kanisani. Nikasemaje? Baada ya kurudi kanisani nikapokea simu, tuko na rafiki inaitwa Ika FM pale, mwaka naenda pale na tukao sana na Waislamu kwa mambo ya Kiislamu, wananitusi kweli kweli, lakini nashukuru baada ya kukaa na waka siku nyingine waliambia kweli tumetambua njia ya kweli ni Yesu Kristo, lakini mzee wangu ni Muislamu, na mtu kawaida ya kutoka katika Uislamu unafaa kukata kichwa. Sijui kama mnajua hivi. Huyu ndugu ambaye namuona hapa amelelewa na Waislamu, huyu ambaye amepiga hapa jua sio akifanya amesi katika Uislamu, ndio wamemlea wakamsomeza, lakini katika mtaa wake akaamua kuwa Mkristo. Sisi msumuda ambaye anawapa hapa sasa hivi, huyu sasa ndio akaamua kwa kanisani. Lakini baada ya kukaa, kanisa liko pale Rugaruga kwa Rube, wazao pale wakamwongea na mchungaji na wakachoma kwa vitu zote kama zile kanzu na kadhalika. Lakini sasa hiyo inaendelea kama hivi, Waislamu wakafamia ile kanisa wakisema wanataka kijana wao. Kwa hivyo haikuwa kazi rahisi. Leo tukamfahamisha hayuko huko, yuko hapa, anaitwaje? Lang'ata Women Prison. Huyu na sasa anatusaidia sana kwa mambo ya Kikristo ndani ya kanisa la dini na Kiadventista. Sikiza, ukiwa katika Uislamu sio kitu rahisi, maana pale wanatumia chochote ikiwemo ni pesa na politics ndio kupata ile njia. Kwa hivyo ndugu yetu hapa unapomuona yeye akaamua kuishi katika njia ya Kristo. Sasa kuna naye ndugu hata tulipoongea alipigwa simu sasa na kiongozi wa Kiislamu, akaniambia unajua Mwalimu Kigongo, sisi tunakuheshimu. Sisi wakati wa kazi yako unafanya muhadhara na kutuingia katika maredio na maruninga zetu, tunakuongeleza hapana. So ule kijana tumetumia pesa zetu kubadilisha kuingia katika nini? Imepata wakamwamini hata kumsomesa university pale Kenya. Lakini tunaambia kijana anachukuliwa akijui kule alienda. Mamake kwa sababu hiyo akasikwa na stress, tukamsika pale Hispania, alikufa, haiko Kenya, sasa haiko dunia hii kwa sababu ya masuala ya kiroho. Sisi nasi wapendwa, naongea maneno haya kwa sababu tumpende Yesu, na wakikisia hatutasoma Qur'ani sana na hatutaingia sana mambo ya Qur'ani ama kwa hizo, lakini mtoa sababu ya kweli, wacha tumpende Yesu kama vile tumeimba wimbo ule 128, maana njia ni hii ya Yesu peke yake. Haleluya! Kwa sababu hakuna wakati Muislamu hata wale ambao wanabadilishwa. Na siku juzi mama mmoja akanipigia simu, nikaitwa kanisa lao, akaniambia mimi nataka kuwa Muislamu leo. Kama hutanisomea hili andiko, mimi nitakuwa Muislamu. Najua nisomewa ndani 15 wa Marko 21, naomba nisikize hapa kidogo kisha tuombe, sawa? Marko 15:21. Twende kazi.
Maandiko yanasema hivi, naam, wakamsurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba, Simoni Mkirene. Haya, sasa tunapewa hivi. Kulikuwa na jamaa alikuwa anatoka shambani. Ukisikia kumsurutisha wakati wa maandamano ya jinsia, nilikuwa natembea kwa barabara pale Mlolongo, nikakuta vijana na mawe na matawi, na mimi pia niko katika hiyo barabara, nilikuwa na teremka Kilifa. Kijana akaniambia, kama unataka amani lazima uibe kasoko mastiko. Si tunataka tulikuwa na uko nikaenda kukipa kwa sababu ya usalama wa nani? Sasa huyu naye ni Simoni, akatoka safari, wanakutana na maandamano. Anaambia kwamba oya Simon, mkeni, beba hii msalaba usaidie huyu Yesu maana amechoka. Haleluya. Najua tunasema wa Katoliki na Kristo walikuwa wanajia msalaba. Msalaba wenyewe umepigwa vizuri, yaani umetengenezwa vizuri, na tunaona ni kweli ni msalaba na hakuna makosa. Lakini tunaposoma msalaba wa Yesu Kristo ulikuwa aje? Walipomuona Yesu, nakumbuka alikuwa miaka 31, 32 kulingana na wale wasomi. Yaani kwa miaka 32 anapesanaje? 32. Hello church. Mtu wa miaka 32 anapesanaje? Kumbuka Yesu alikuwa anakula ugali sawa sawa. Alikuwa anapika samaki sawa sawa. So alikuwa na nguvu kweli kweli. Huyu jamaa alikuwa na miaka 32. Kwa hiyo msalaba wa Yesu haungekuwa rahisi kama vile wanakuwa wametulia. Haungekuwa rahisi, ulikuwa umewekwa mpaka umepigiwa misumari ile mikubwa, haukuwa umepigwa rada. Nataka uangalie vizuri, ulikuwa na zile branches, yani hata Yesu mwenyewe alikuwa na figo akiwa pale msalabani. Kwa hiyo ule msalaba ulikuwa mgumu. So Simon naye anapewa ule msalaba, aende naye. Tuweke msomaji. Inaendelea kusema baba yao Iskada na Rufo ili auchukue msalaba wake, wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha. Swali kanisa, nani anapelekwa pale? Sikana kwa hilo. Hello church. Nani amebeba msalaba? Simoni. Yesu ama Simoni? Simoni. Walipofika fungu la kichwa, hapo ndipo walipomsulubisha. Sasa nani amesulubishwa? Simoni. Nani amebeba msalaba? Ni Simon. Si kweli? Walipofika Golgotha wakamsulubisha. Biblia inasema wakamsulubisha hapo nani? Simoni. Why? Hapo tutakuja tena mwalimu. Inasema hivi, kuja tu. Kuja mzee. Kuja nikutulie. Sasa nataka kuona mzee Isaac. Sasa ni Simon. Sawa sawa? Ndiye anabeba nini? Msalaba. Sasa nataka kutumia akili ya Kiislamu. Yeye ndiye amebeba. Kwa hivyo tunaenda pale ndio utukufu pale Golgotha. Haenda hapo Golgotha, na walipofika Golgotha hapo ndipo walipomsulubisha. Yesu yeye hapo hapo. Mwalimu arudi sasa mzee. Piga Qur'ani 4:57. Hebu sikiza hii andiko. Qur'ani 4:57. Asante sana, takuta kitabu sasa bwana. 4:57 Qur'ani. Hebu sikiza. Maana yule mama wanakoya mwalimu wetu wa koya na kodi za kanisa akasilimu. Kwa nini? kitabu cha Qur'an kinasema na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu. Sisi tumemuua Yesu Masihi bin Mariamu mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdai Nabii Isa. Asante sana. Kwa hiyo vile tulikuwa tumefanya hapa na mzee wangu Isaac, wanasema Waislamu
Simon ndiye amebeba msalaba. Sasa walipofika pale, yule waliyemsulubisha ni Simon, sio Yesu. Kwa hiyo akasema walimwapaisia. Sasa huyu mama aliposomewa hivyo, akaambiwa Yesu Kristo, sikia, yeye hakusulubishwa. Yesu alimpiga njia akatoroka. Simon juu ya msalaba. So sasa wapendwa, sana na wahitaji hapa. Ndio tutoe msalaba huo kwa Simon, tuelekeze kwa nani? Sio ni sawa? Utakosa kweli? Utakuwa na nguvu ya kukosa kurudi saa nane? Kwa hivyo sikiza, nione kama kwa ishara ya mkono, maana leo tutasoma hadi baadhi ya mambo ambayo tutasoma. Niulize swali. Ulikuwa unaenda hivi kwa barabara, maana sote tutakufa, haleluya. Hatutaishi. Naona tuko hapa kanisani. Si wapisi, lakini ni ukweli. Kwa mfano, Biblia inasema ya kwamba mtu aliyezaliwa na mwanamke anaishi miaka ngapi? 70. Sasa nataka upige hesabu. Wewe una miaka ngapi leo? Kama uko na 60, wewe umebakiza miaka 10. Zamani ulifanya mambo yako pole pole na haraka. Baada miaka 10 ijayo haitakuwa sio siri. Na hiyo ni bahati. Wewe kama uko na 30, tu umebakiza 40. Utoke duniani. Kama uko na 50, umebakiza ngapi? 20. Sio unaenda. Sasa sababu unaenda, nikuulize, ukienda, ungetaka uende ndani ya Yesu Kristo ama ukufe kivyako? Ungetaka uende ndani ya Yesu yule kwa sana mkono, tena pale na kanisa mzuri. Msomaji. Na nipe 15, 18 na hiyo andiko tena nimetoa Kristo wengi kanisani wanasilimu 15, 18 Wakorintho wa kwanza. Tuende kazi. Wakorintho wa kwanza 15, 18. Nipe vitu inasemaje? Inasema hivi. Inasema na hapo wao nao waliolala katika Kristo ndio wamepotea. Kama Kiswahili alisema eleza, hebu tusome 15, 18 na Kiingereza. 1 Corinthians 15:18, the Bible says, "It will be also this that the believers in Christ who have died are lost." Hapa hivi nasemaje? Unajua tumesoma leo haya sahihi. Ukasoma. Mama, hapa kuna Biblia. Hiyo tafsiri yako inasemaje? When both those who are fallen asleep in Christ have perished. Unajua Niakapo imeishi kanisani. Muislamu anakuja anakuambia, sasa ukikaa ndani ya Yesu Kristo, wewe umepotea hadi ukikufa. Unaonaje? Tunajua hiyo tukio andiko. Tunajua hiyo kazi maana inakikwaza kwenda mbinguni au unaonaje? Harochachi. Unajua jina Paris ni jina baya sana. Hata hadi lost, sababu inafanya kazi. Lakini Paris ile atakayo tafsiri inasema then ukikuwa ndani ya Yesu Kristo you are Paris. Sasa Waislamu wakija wasome hiyo andiko, nadhani kuna mtu atabaki hapa. Harochachi. Kuna Mungu wako na imani ndani ya kanisa. Maana kesho mtoto wetu atasomewa, wewe ndio unataka utasomewa university ama pale kazini kama ule mama na hapo kanisani. Lakini nashukuru wakati ninaitwa mihadhara ya Kiislamu, ukipatana pale ananiuliza na kuona hiyo yote umefundisha, jinsi tulikuwa na mada hapa watie the market. Na kama mkutano mzuri kwa hapa watie. Na watu wanafundisha kama neno unafundisha, bora mtu kuambia wakati hakuwa tumefunga. Sasa nimeona kutumia nafasi ili tuweze kuongea pamoja. Siku moja Yesu akafika. Sasa tunasoma kwa nini tukimaliza na hiyo fungu tuombe watu waende lunch. 4:6 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana 4:6. Ndio saa 8 hiyo tunawaachia ndio tuweze kurudi saa 8.
tuweze kuangalia ukikupa ndani ya Yesu Kristo, je, utapotea? Je, msalaba ule uliobebeswa Simon ni ukweli ama ulikuwa haramu? Haya, 6:4 Yohana Mtakatifu 4:6. Twende. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 4:6 inasema, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu ametoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Soma. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Ndio. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Tulia hapo msomaji, kwa sababu ya wakati. Inasemekana siku moja Yesu akahubiri. Yesu alipohubiri, akihubiri wakakosa chakula cha kukula. Kwa hivyo akatuma wanafunzi wake wale ambao mwalimu wa watoto ameuliza swali hapa, Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Wale 12 wakaenda kutafuta chakula kule kwa tauni. Yesu naye Biblia inasema akaketi hivi kisimani, kwa sababu habari ya Injili haikuwa rahisi. Alikuwa amechoka kwa sababu ya kupanda, kuteremka na kusimama akitangaza sifa za ufalme wa Mungu ambao unafunuliwa hivi karibuni. Kwa hivyo Yesu Kristo mwana wa Mungu akaketi kisimani hivi. Biblia inasema ya kwamba pakaja mwanamke, sio kumbuka Yesu hapo peke yake. Pakaja mwanamke kuchota maji kisimani. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba naye ilikuwa saa ngapi wapendwa? Saa 6. Na saa 6 wakati nilikuwa nimeenda kuhubiri pale Kisii, mahali panaitwa Mochenwa. Tulikuwa tunaamka saa 12 na kuta mama wa huko wanachota maji saa 12 asubuhi. Nikielekea kwetu Msako, kabla ya maendeleo hajakuja nimelete maji mpaka kwa nyumba, watu walikuwa wanaamka asubuhi na mapema wanaenda kuchota maji kule chini. Saa 12. Mama wakati huo maji ni safi. Sasa tunajiuliza, huyu mwanamke anakuja peke yake kisimani peke yake, kwani asubuhi, kwani analala kiasi gani? Kwani usingizi wake ulikuwa namna gani ukamfanya alale akasahau kwamba wamama wale wengine walienda kuchota maji asubuhi? Sikiza mpendo, Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke akafika pale kisimani. Yule Yesu akamwambia mwanamke, naomba unipe nini? Unipe maji. Yaani Yesu anaenda to the point. Na hapa ninataka tuangalie wakati tunaishi na ndugu zetu Waislamu, hata dada zetu na ndugu zetu wa Jumapili, maana EMA si Waislamu peke yake. Kumbuka Biblia inasema hivi katika Luka 10:16 ya kwamba na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, nao inanipasa kuwaendea ili walipo mimi sasa Yesu waweze kuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Haleluya. Kwa hiyo tunapoongelea mambo haya, sio sisi peke yetu wa Kristo wa Sabato, maana tunahitaji wale ndugu zetu wa Jumapili ambao wanaenda kesho, na vile vile tunahitaji wale walienda jana ndio waje katika kanisa hili. Sasa Yesu Kristo anaambia mwanamke Msamaria, nipe maji mwanamke. Mwanamke anamwambia, sikiza, wewe kwa nini kuniomba maji? Ili hali mimi sasa mimi mwanamke, mimi ni Msamaria na Yesu ni nani? Na unajua vizuri Yesu, sisi na Wasamaria hatutangamani, sisi na Wayahudi hatutangamani kabisa. Sikiza kwa na mimi. Yesu anamwambia mwanamke, sasa ungejua ni nani akuokoe maji na ni karama ya Mungu wako, basi wewe ungemuomba maji, naye angekupa maji iwe chemchemi, yaani iwe fountain katika maisha yako. Yaani wewe sasa ungekuja tena kuchota hapa. Mwanamke anamuuliza Yesu, kina hiki ama hii kisima ni kile? Unajua wakati tunasema kisima cha Yakobo, kumbuka kilikuwa ni kisima, waandishi wanasema kilikuwa na futi zaidi ya 60. Na ndio sasa mwanamke anamuuliza Yesu,
kisima na ni kirefu, umepata wapi hayo maji? Na sikuwa na kitu chochote cha kutekea. Wewe imekuwaje wewe Yesu unataka maji? Umetoa wapi hayo maji yenyewe? Mwanamke akaona basi sasa hata hii saa sita sitakuja kuchota tena maji. Yesu akamwambia basi, kiza mwanamke, na leo saa hii saa sita naongea na kanisa hili la Soweto, maana Yesu anakuhitaji maisha yako katika Kristo. Haleluya! Haijalishi unaitwa nani, haujalishi sifa yako iko namna gani. Wanakuwa kama vile wametuambia Lazaro alikuwa amelala wapi? Kaburini. Anaambia Yesu sasa ameduka, yaani siku ile hapo kaburini. Baadhi yetu hapa wapendwa tumeduka. Yaani hata watu wanakuongea huko nje, yaani ni harufu tupu. Maisha yako yote watu hata usiku mlango hapo kulala wakilikuwa discussion kwa meza yao. Maisha yako haijalishi inanuka kiasi gani kama anasema. Yesu ako na haja na maisha yako ndio tuweze kuvuta wengi kuja katika sisi na Bwana katika ufalme wa Bwana. Najua hiyo huwezi sema amen. Najua kwa Kristo amesema kusema amen. Yenda mbele pale mahali panaitwa Methodist. Nikapewa kanisa la Deliverance. Nikapewa mwalimu kule kwa waje tulisikia kufundisha mambo mazuri ya wokovu. Kuja unasi kutuhubiria hapa kanisani. Na nikaona nimepata nafasi ya kuingia kanisa la Deliverance. Wapendwa, nilipoingia pale unaweza tamani. Maana nisikuwa na kipofuka. Nikasema nisikia pale watu wamesimama, na sina nini nimesema. Sasa hapa nasema Yesu anahitaji wewe katika ufalme wako unaliangalia. Hakuna point kabisa. So as in tunakuwa na weakness naelewa. Haleluya. Hakuna kuna point. Sio sana anajua tena message. Sikiza mpendwa. Hiyo ni by the way. Lakini Yesu Kristo anakuambia huyu mwanamke Msamaria, kama unataka maji, basi fanya hivi. Enda, mletee mume wa nani wako. Sisi kisa mnakijua pendo. Enda mletee mke wako, yaani mume wako. Yule mwanamke akamwambia Yesu, bila shaka mimi hata boyfriend. Simalizie. Sina. Yesu akamwambia, kweli umesema kweli. Angalia nabii wa kweli, hapa nataka tumpende na tuweze kurudisha upendo wetu kwa Biblia. Ili wakati tunasoma Qur'an, sababu wapendwa niwaambie, wakati Muislamu anakuja kukusilimisha, hakuna siku atakuja kukusilimisha kupitia Qur'an na kujui, wanatumia Biblia. Kwa mfano madhara, hiyo mafuku nimetumia, inatosha kupeleka msikiti ama haitoshi? Si ndio evidence? Sasa sikia, hakuna wakati wanatumia Biblia Qur'an. Mimi nami huwa naomba Wakristo kote duniani, Japani hata si Qur'an, tuitumie Biblia yetu vizuri, tuisome, tukolee ndani yake, na hivyo ndivyo tutapata mwanga wa kweli ndani ya nini. Hakuna wakati mtu atakupoteza. Ndiposa Yesu anamwambia mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria anamwambia Yesu, hakika Yesu mimi sijai kuwa na mume. Yesu akamwambia anataka uangalie unabii wa kweli, anaona maisha yako. Akamwambia ni kwa kweli, kwa maana ulikuwa na wangapi? Nawe pia umefungia ndani ya nyumba saa hii, si wanani? Kwa hivyo ni wangapi hawa wanaume? 6, si 5 kama vile watu wanasoma. Kuna mwanamke Msamaria alikuwa na wanaume 5. Yesu anasema hata uliye naye ndani ya nyumba si wanani? Yaani huyu nabii Yesu ni wa kweli. Maana wengi kati yetu ndani yetu kuna dhambi za siri ambazo tunatenda kila siku. Na Yesu anasema hata hiyo unatenda sio yako, haukuitwa kwa sababu hiyo. Mwanamke Msamaria sasa Yesu anamuuliza, na umejuaje basi? Yesu akamwambia basi enda kijijini mwaite watu. Biblia inasema naye akawacha mchungi wake akaenda kuwaita nani? Watu. Wapendwa, tunazo dhambi ambazo tumezibebea. Tunakuja na fundisho ya sasa kwa kusema hivi, unajua mchungi ambao umebeba ni mbaya sana.
labda mtupu wa masengenyo, yaani masengenyo tu imejaa ndani yako, masengenyo inajaa ndani yako. Mwingine naye ni chuki, yaani tu. Nilikuwa mke wangu nikamwambia tupike chapo, niambia kwanza usibaki, nimechukia chapo na roho yake yote. Nikasema mama, kwa nini? Ninaenda Facebook nakuta watu wamejaza chapo, tunataka kupika chapo milioni 1 na robo sana. Hakuna mtu ako na appetite chapo. Hata ukikula hivi mama mzee tu, hata karibuni utakuwa unakanyaga kwa barabara ukitembea, cheza tu. Chapo milioni 1. Yeye ananiambia ninachukia chapo. So, sisemi hiyo chuki, lakini unachukia mtu na hapa ndani ya hapa utakuta kuna mtu hawasemezi na mwingine hapa, si hapa kwa nje yake, hapa ndani ya kanisa. Mwanakwaya haupini na mwanakwaya, nilika siku moja mahali wanakuwa wamepanga laini, wanaimba. Mwanamke mmoja amebahatika ameolewa na mwanajeshi. Kama anamkutizaka vita akiwa kwa nyumba msikizani wewe. Sasa akakuja kwa nani? Akaambia mume zake, ukiangalia juzi wewe ni mchika sana, na anamwambia kwa masikio. Sasa na sisi tumekaa huko, ile tuliona ni gumi. Chini. Hata niwaambie kuna chuki. Hata wiki kama 3 zimeisha, unakuta mtu ameweka kisi kwa nini? Kule nyanda za juu. Mtu ameweka tu kama pale tu ameweka kwa leso. Anakuja tu mpaka kwa bunge. Cha. Na hii maisha. Ukiwa tumekaa hivi, kama na watu wanapigia simu. Mwalimu anasema pigie SDA. Sasa angalia SDA ndio mnasema ama mnafanya hivi kuja hivi na hivi. Nikamuuliza wewe na Petero nani aliokoka sana? Ananiambia Petero alikuwa mwokovu hata kuliko yote hapa duniani. Nikamuuliza yeye alikata nani sikio? Na mnasilimu kwa vitu ambazo hazina maana. Kwa tumekaa mwalimu, nikaona kule Nakuru nimeweka kuna nilifanya mapigano mpaka na mmoja waita Biblia yanatekanisha. Sio kwanza nani ndani ya kanisa na watu wapendwa, Mungu aingie kati ya sisi wanatengeneza wa samaki. Ili vitu tulio nayo, mwingine ni mtu wa serati, mwingine ni wa ukahaba, mwingine ni wa kusekenya, mwingine ni wazee. Yaani hata siku moja mwingine mzee alitembea, akaambia mzee akatembea kama huyu. Watoto walikuwa wanakula, maana sisi tunajadili hata viongozi wa kanisa na familia zetu. Hiyo tuko kipaumbele. Wakati watu walikuwa wanaongea, kumbe mtoto akaguswa na mzee. Kwa nini wewe haukuli? Mzee mtoto akasema, unajua mama yangu anasema wewe ni nguruwe. Sasa tuko tunataka kuona nguruwe mtu yeye kuna aje. Si ndani ya kanisa. Kwa hiyo Yesu anasema na anapenda mwanamke, acha mchumba wako sasa, sababu unaweza habari yako ukaita watu katika kijiji. Leo wapendwa, wale tunaoishi na wao, na huwa nafurahishwa sana na Petero wangu kumaliza. Mwanamke baada ya kuacha mchumbi alileta watu katika nani? Ufalme wa Mungu. Petero alipokuwa anaishi na Yesu, Petero aliambia Yesu, hakika mimi sitakuacha. Haruchache. Mimi sitafanya nini? Sitakuacha hata watu wakikuacha. Biblia inasema ya kwamba ni kweli watu wote wakarudi kuchota samaki. Walikuwa wafundi wa samaki. Wengine wakatengeneza kozi za vitabu, wakaenda wakaacha Yesu na Petero. Petero akamfuata Yesu pale Pretoria. Alipofika pale akaona vile Yesu anamhudumiwa, na sababu ilikuwa jioni, Petero akaamua kukaa hapo ndio akatazama Yesu vile ikaenda. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa amekaa kwa ile gate, jamaa mmoja akaambia yule Petero, na hata wewe kusimama kwako unakaa kama ule Mgalilaya. Haleluya kanisa.
Yaani unakaa tu kama wewe ni waniaji. Petero akasema sikiza, yale unayosema mimi siyajui, hebu niache. Wakati alipokuwa anatetea, mara moja akasema hata kuongea kwake na kutembea kwake anaongea kama nani? Mimi vile ningeomba siku ya leo, yaani kanisa la Soweto na wale wengi mtetea siku ya leo, ukitoka hapa jamani, wacha watu wajue yatoka kwenye uso na neno la Mungu. Wacheni neno la Yesu, na ndio katika vijana wa Waislamu wananiambianga ikiwepo kuna dini ya kweli ama tunaweza kufuata, sio dini nyingine, ni dini ya Yesu mwenyewe. Na ndio wakati alikuwa analikuwa makanisa ni kama Muislamu mmoja. Kwa nini sisi yasikia mtu mmoja ili nje wakasikia risasi tu hapo? Mbona yasikie? Wakasema sisi ni watu wa nani? Wabugani, watu wa vitabu, na wasema wanapenda watu wanaosoma. Kwa hivyo wapendwa, ndipo pia nisije nasema unawasa kwa Yesu. Lakini ile sasa hivi tunasema nawasa Yesu unakuja kwa Yesu. Yaani watu wakikuangalia kwani Waadventista very smart kama vile tulivyo, lakini mtu akuuliza wewe unatoka kanisani kufanya nini? Ulisoma wapi? Nasema acha nipigie kanisa aniambie kwa nini niko kanisani. Wewe huna msingi wa kuwa ndani ya kanisa. Huo ni msiba, sio msiba. Kwa hivyo wapendwa, wacha tusome na Yesu na tujifundishe. Siku moja watu walikuwa wanaenda, sasa tunamaliza, lakini lizo yangu tusome Biblia. Saa 8 tutasoma mengi. Ukiwa na swali utauliza. Siku moja, kwa nini tusimuone Yesu? Kanisa moja liliamua kuenda Congress. Nilikuwa nindokamo, haleluya kanisa. Wakaamua kwenda Congress. Na najua hii kisa unakijua. Na wakasema vile sisi tunafanya nini? Leo tutatumia mabasi, lakini tutatumia ndege. Tunasema tukiwa hapa duniani kwenda vizuri, sio kubebwa tu na ndege. Lakini bado wahakikishie waliopata sijui kama barani wakomani katika mtu wakaingia ndege. Ukiwa pale kwa ndege, simame kanisa kubwa. Ukiangalia vizuri utaona inatosana na kakitu kadogo kama hii siku, kama ukose kuona ni mabati. Kwa hivyo ni mbali sana. Kwa hivyo watu wakaomba, wakaanza safari. Walikuwa mama na wazee. Walikuwa wanaenda wakaimba wimbo wakisema akina mama tunaomba tufike salama. Yesu ni nani chama? Yesu ni mwalimu tena ni dereva. Anaendesha gari lake tufike salama. Basi katika hiyo neema ya kuimba wakasikia na mmoja wa ndege amesikia harufu na wakaanza kuimba wasikie, sababu kwa ndege kila mtu apende ni mawasiliano ya simu. Wakasikiza wakaambiwa kabisa wote ya kwamba mahali wanaenda imepanda, kwa sababu hata hewa imebadilika na wakati wote kuanzia saa hii watu wanaweza kufa. Kwa hivyo ile kitabaki ni waombe msamaha kwa Mungu wao, hata kama ni wa kanisa, maana wakikufa wakufe wakiwa watakatifu. Sio tena mzuri. Kwa hivyo watu wakaanza kuomba, wakaomba. Mimi ni mzee wa kanisa, mimi ni dikoni wa kanisa. Tafadhali naomba nikifika Mungu nikikufa leo, hakuna mambo muhimu kama hayo. Nikikufa leo nikufe ndani yako Yesu. Watu wakaomba kama haitoshi. Mama mmoja, mzee mmoja akaita mke wake, akamwambia mama, kuja kusameheane dhambi. Hii mama akakimbia kwa ile kiti ya yule mzee. Akamwambia mzee, mimi bibi yangu, unajua kweli ni rafiki yako, kweli wewe ni mke wangu. Na unajua tunakufa wakati wote kuanzia sasa. Mzee akasema, mama akasema ni kweli mzee wangu.
lakini tutaonana paradiso. Akamwambia lakini mimi naye hatutaonana, maana niko na dhambi ya miaka mingi sitaki kukuambia. Mama akamwambia leta hizo dhambi, tunasikitu hapa. Haleluya. Tuendelee saa 8. Kwa sababu najua vizuri, ndio najua kurudi saa 8 unasema tuendelee. Sikiliza, kwa sababu hautarudi, lakini nitakuombea urudi. Haleluya. Wakaomba. Mzee akasema sorry, unamjua Joski, na kama kuna Joski hapa anisamehe. Haleluya. Nikitaja ninataja. Unamjua Joski? Ndio. Ile wale pesa ndio. Unaona wale wake wawili. Naam. Imagine mama hao ni watoto wake, sitaki kukuambia. Mama akasirika. Lakini anataka kulipa. Haki nikikasirika, mimi ni mwaji na mbinguni, mimi ni mteja, kwa hiyo sitaki kuamua. Akaambia mzee, pole sana na tumesameheana. Na mama akamwambia na hata na mimi niko na dhambi kubwa. Na sasa wawili ambao wanaambia sio watu wanatumia kifamilia. Tunataka mahali tunatumia kifamilia. Haleluya. Kama wewe tunatumia kifamilia, ndio mfanye hivyo na Mungu atawabariki. Kwa hivyo wakaenda wakaomba. Sasa mama naye akasema mzee wangu, hata kama mimi kiongozi wa mama kanisa hilo, tafadhali niko na dhambi dunia pili. Mzee akamwambia pia kwa sababu nisamehe nami pia nitakusamehe. Akamwambia mama, mtoto wetu wa 3 mdogo. Akamwambia huyo mtoto hakuwaje wako. Mzee akasikia apige mama ngumi. Mtoto wetu wa 3 mdogo sio wangu, nawe pia wengine wote 6, yangu wa kwanza, wa pili, waina wa 5, wa 6, wa 7, hao wote ni wako, lakini wa 3 mdogo si mtoto wako. Mwambie sababu kuna kufa, wacha kusameheana. Wakasikana. Haleluya. Wakasikana, wakaanza kumgojea wakufe. Wamesikana, mzee kuja tena mzee kuja tena, Mungu atakubariki. Baada ya kuomba wamesikana hivi, wanangojea kukufa. Haleluya. Wakakaa. Kama wakasikia halo. Waliposikia halo, wakaangaliana ni nini tena. Asante sana, hewa imekuwa nzuri, kwa hiyo hakuna mtu anakufa. Tuko pamoja. Sasa yule mzee mmoja first elder akaambia dereva wa ndege, mzee, wacha ujinga, wewe wacha ujinga. Hakikisha hiyo ndege imeanguka kukufa yote. Fanya mpango tuweze kukufa, kwa sababu hii ni kanisa. Tutakuwa tunaangalianaje ndani ya kanisa. Najua ile mambo yalikuwa ya siri, ilikuwa ya wazi, kwa hiyo kila mtu anasema mambo mengine. Sasa kanisa la Soweto, hii ndege iabuke au isiabuke? Usiwasikie hata wanasema isiabuke. Hapa kuna dhambi nyingi, kuna mitungi mingi, hata mzungumzaji ana mtungi. Haleluya. Kwa hiyo tunaomba Mungu, jamani, tuende vitu vyote tuache karibuni pa Yesu, hata kama ni ukabila usije katika jina la Yesu. Ili kanisa la SDA tuweze kusimama katika pendo lako. Ili ya mwisho 9:14 nikisoma uliache na andiko. Haleluya. Nikisoma ingine 9:14 Isaya. Hebu sikiza hapa ndio tuonane saa 8. Maana Yesu amesema kwa kweli kila aliye maji haya bali kwa hapa leo ataona kiu. Haleluya. Na dunia iko na kiu sana, lakini yale Yesu atampa itakuwa chemchemi. 9:14 Isaya mwanzia hapo. Kwa 9:14 inasema kwa sababu hiyo, Mungu anasema kwa sababu hiyo Bwana atakata katika Israeli kichwa na mkia. Kwa sababu katika siku hiyo Bwana wa Israeli, natumia hii Michael. Mungu anasema katika siku hiyo Bwana atakata kichwa na mkia. Sasa wale ndio mkia. Haleluya.
kichwa ni hapa, mkia ni hiwaya. Mungu anasema katika siku hiyo Mungu atakata kichwa na mkia katika siku ngapi? Mti na nyasi katika siku moja. Twende. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Huyu mzee unamjua ni nani katika unabii? Hello church. Siku moja alitoka kule ng'ambo akakuja Kenya. Alipokuja Kenya akaenda hapa Nairobi University. Alipoenda Nairobi University, rais wa wakati ule alikuwa Rais Uhuru Kenyatta. Akaenda pale, kulikuwa kumenyesha sana, akamwabudu, akampigia magoti. Unakumbuka huyo mzee? Mzee mwenye kuheshimika kutoka ile kanisa la Kesho. Biblia inasema huyo ndiye mzee mwenye kuheshimika. Kwa hivyo anasemaje? Na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Sasa nabii ni uongo. Hello church. Nabii ni uongo. Je, nabii leo ni Peter Kanyoni? Je, nabii ni nani? Muhammad. Anasema nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Nabii ni siku ya ile watu tunaongea Adventist Muslim. Yesu tena hakuna nabii mwingine ila nabii Muhammad. Nabii Muhammad anafundisha mapotofu, anafundisha uongo. Kwa hivyo inasemekana ibada ya kesho na ibada ya jana zote zitakatwa siku moja. Hili inabaki na mapendo. Kichwa ikikatwa na mkia, hili inabaki mwili. Sasa kwa hivyo ndio tunaita wito. Jioni tumjenge mwili wa nani? Wa Kristo Yesu. Maana kipindi ya kesho ikiwa ni Jumapili, wapendwa, itatoweka. Dini ya jana itatoweka. Dini ya kweli itabaki, ni hii tuko ndani yake. Hapa kwa kuna jina wanasema hapa mapambo yani tu. Yani sijui kwa nini sijui tafanyaje. Ndio hii ajenda nyingine tena. Wacha nirudie tena. Dini ile itabaki. Dini unajua msalaba ilikuwa mitatu. Msalaba wa Yesu wa katikati, msalaba wa mwizi na mnyang'anyi. Msalaba wa mwizi kazi yake ni nini? Ukiwa umelala kwa gari, unasikia huna simu, yaani mwizi anakuja kuja kwako kwa ukilala usiku na ulikuwa umefunga kila kitu, unakuta kwa meza hakuna TV, hakuna laptop, hakuna pesa, hakuna simu, hakuna chochote, yaani vitu zote zimeenda na au kusikia huyo ndiye anaitwa mwizi. Huyo ndio Muhammad. Mnyang'anyi huyo ndio mtu wa Jumapili. Ndio mnyang'anyi ndiye huyu. Ulikuwa unaenda kwa barabara umechelewa. Yeye kazi yake anachukua na keta cha nguvu na kunyonga. Miguu ya chini wale ambao wamepatikana na miaka nilijisikia nikikanyaga na vidole chini, yaani sikuwa najisikia. Akifika chini hana suti, hana kazi, vitu zote hata siku zimefanya nini? Sasa Yesu naye alikuwa katikati ya hao watu. Kwa hiyo wapendwa, ikiwa kwa kweli kuwa na mpango wa kufuata Uislamu, jamani na kuomba katika jina la Yesu. Isa anasema leo nabii huyo atakatiliwa mbali. Kichwa nani mzee hapo kesho. Na ukiwa na swali pia unasauliza. Ukisikia mtu jirani yako, rafiki yako, mtoto wako ameingia kama hizo hatari sana, ukikuwa Muislamu ni nini nakufuata? Baada ya kusema sababu Rasulullah yaka mstabili, baada ya kusema hiyo zawadi ni gani napanga na kwa nini hawakufi wa Kristo tukikufa? Sirudi sana ni kuambia nitakuja na walimu wangu hapa. Kwa hivyo usimame na ulipo wangu wa 6 na pastor yuko. Asante sana. Wewe mzee wa maana 1 to 6. For instance, ukianza kuweka mitambo vizuri nani anaita kwa Kigoma TV, utaona leo baada ya makanisa mengi kuniambia ndio maana haya mafundisho nitakuwa naweka hapo kwa Kigoma hata saa nyingine. Ndio hapo like, subscribe na ndio nilipo 106.
Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu wa Israeli mbinguni, tunalishukuru na kuhimidi jina lako katika mchana huu. Asante na tunashukuru kwa neema zako nyingi katika siku hii. Baba wa mbinguni, twaja mbinguni pako tukiliinua na kulisifu jina lako siku zote. Baba, katika mchana wa leo tumekuwa na mazungumzo zaidi na Baba kwa ajili ya ushirikiano mwema kati ya sisi na wapendwa wetu. Tuomba Baba wa mbinguni, haya yote ambayo tumejifunza katika mchana huu yawe ya manufaa katika maisha haya na yatuandae kwa ajili ya kufikia toba ya uzima wa milele. Baba wa mbinguni, kupitia kisa cha mama mliyekutana naye katika kisimani, akaondoka kwa ajili ya kuchukua ujumbe wako. Tuomba katika mchana huu ujumbe huo mama aliupokea, nasi katika mchana huu tuupokee, kisa tuupeleke, ndiposa tuweze kuandaa wengi kwa ajili ya toba ya uzima wa milele. Tuomba ya Baba wa mbinguni, na kila mmoja wetu katika vizazi vya mbinguni iliyorejea hapo mara ya pili katika ulimwengu huu kutoka watakatifu wako. Kundi hili la mchana huu katika Kipira Soweto Central SDA Church pamoja na wengine ambao watakuwa wamepelekewa ujumbe huu, tuwe tumejiandaa kwa ajili ya kufikia uzima wa milele. Baba, tumejiacha mikononi mwako tunapoelekea manyumbani kwa ajili ya maakuli ya mchana. Tuomba kwa unyenyekevu uweze kutuelekeza katika mchana, ili zaidi mwana Baba tuweze kujifundisha na zaidi mwana Baba tujiandae kwa ajili zote kufikia uzima wa milele. Tuomba Baba tuondokapo, jinsi tuondokapo Baba wa mbinguni, utuelekeze mchana katika vipindi vingine, ili lolote ambalo tutakalokuwa tumelilemewa katika mchana huu na katika siku hii liwe limetuandaa kuliko jinsi tulivyoingia. Ili mapenzi yako yawe nasi tunapoondoka. Baba, utakapotukutanisha tena katika vipindi vya mchana chini ya miguuni mwako na uangalifu wako, Roho Mtakatifu na malaika wa mbinguni watusingira kila mmoja, ili tutakapokutana Baba wa mbinguni utumie mnenaji jinsi upendavyo, na zaidi mwana Baba tujiandae na kufikia wote uzima wa milele. Mapenzi yako yatendeke sasa, kuanzia sasa